Juhudi zinaendelea za kuitafuta ndege ya helikopta ambayo ilitumbukia ziwa Nakuru mapema alfajiri ya leo. Kwenye taarifa kwa vyumba vya habari, mkurugenzi wa halmashauri ya safari za ndege humu nchini Gilbert Kibe, helikopta hiyo ilikuwa na rubani mmoja ambaye ni mwanamume pamoja na abiria wengine watatu, wa kiume na wa kike mmoja. Na kwenye taarifa hiyo, mtazamaji, Kibe amefafanua kwamba helikopta hiyo ilimilikiwa na kampuni ya Flex Air Charters na huendeshwa na rubani Botsi Mutiso. Helikopta hiyo ilianguka muda mfupi tu baada ya kupaa angani alfajiri, na hadi sasa wapiga mbizi kutoka kikosi cha jeshi la wanamaji kinatarajiwa kuendelea na shughuli ya kuitafuta ndege hiyo. Na mtazamaji, inaarifiwa kwamba mwanahabari wetu Victor Ogale yuko tayari ili aweze kutupa zaidi kuhusiana na mchakato mzima wa kuweza kuitafuta ndege hiyo ambayo ilizama alfajiri ya leo. Victor, iwapo unanipata, basi tueleze zaidi kuhusiana na jinsi hali ilivyo sasa. Na kilobi dakika chache zilizopita, wapiga mbizi kutoka kikosi cha wanajeshi cha Kenya Navy wamerejea kutoka majini baada ya kusalia mle ndani kwa takriban masaa 4, lakini la kushangaza ni kuwa, au la kusikitisha ni kuwa hawajarejea na lolote. Hakuna miili ambao waliweza kupata, na kidogo kulingana na wataalamu wale ambao tulipata kuzungumza nao, wale wa kikosi cha kijeshi, ni kuwa zile ama tuseme kwa lugha ya kimombo coordinates ambazo walipewa kidogo ni kama zilikuwa na mushkil, sababu hapo ndipo walipokwenda na walipoingia majini wakatafuta, hawajapata hata mabaki ya ndege hilo. Na tumepata kubaini kuwa kesho asubuhi wataendelea na shughuli za uokoaji mwendo wa saa 12 asubuhi ili kuhakikisha kuwa wale ambao wamo ndani ya ndege hiyo wamepatikana pamoja na ndege hiyo imeweza kupatikana. Kilobi, na watu wamekuwa wakizungumzia pengine majina ya watu ambao walikuwa katika ndege hiyo. Je, ni akina nani walikuwa wameabiri ndege hiyo? Na awali kulikuwa na habari kuwa kulikuwa na ujumbe kuwa waliokuwa ndani ya ndege hiyo ni waandishi wa habari, lakini tulibainisha kuwa si waandishi wa habari, ila walikuwa ni wanachama wa chama cha Jubilee. Na kumbuka kuwa hii leo kulikuwa na mikutano kadhaa ya kisiasa maeneo ya Narok na Kajiado, na walikuwa njiani wakielekea kule. Kwa hivyo kwa sasa itabidi tusubiri ili tupate kujua kwa uhakika ni nani, sababu maafisa wa usalama pia wanahusika pale, na pia kuna familia ambazo hawajapata kujuzwa wapenzi wao hawapo ama wameaga dunia. Na kama itikadi, tutaomba tusubiri ili tupate kupata orodha rasmi au majina rasmi kutoka kwa maafisa wa usalama na wahusika katika janga hili hapa katika ziwa Nakuru. Na Victor, pengine swali la mwisho, je, iwapo mmezungumza na wale ambao wanasimamia shughuli hiyo ya uokozi, wametoa sababu gani za kukawia sana kuweza kufika katika eneo hilo kuanzisha shughuli hiyo ya uokozi wakiwa wamechelewa sana? Na Kilobi, utatambua kuwa hapa katika ziwa Nakuru hakuna boti, hamna boti lolote. Boti hata zile ambazo zilipata kununuliwa na serikali ya kaunti ya Nakuru zipo katika ziwa Naivasha. Kwa hivyo ilibidi wasubiri hadi boti hizo zisafirishwe kwa barabara kutoka Nakuru hadi Naivasha. La pili ni kuwa pia wapiga mbizi ilibidi wasafirishwe toka Mombasa. Kumbuka ni kikosi cha wanamaji cha Kenya Navy, ilibidi wasafirishwe toka Mombasa hadi waje hapa Nakuru hadi waingie majini. Wao walifika hapa mida ya saa 7 hivi kielekea saa 8. Kwa hivyo hilo na kuelezea kuwa ni kwa nini shughuli hiyo ya uokoaji ilikawia, na kwa wakati walipokuwa wamefika ndege tayari ilikuwa limezama, limeingia majini, hata halikuwa linaonekana wakati walipofika hapa. Kilobi, na asante sana mwenzangu Victor Ogale, na tutaweza kurejea kwako pindi tu utakapopata jipya kuhusiana na shughuli hiyo ya uokozi. Na mtazamaji,